Yes, habari za jioni. Um, I hope nasikika vizuri na ningependa kuwakaribisha kwenye webinar yetu tena kwa siku ya leo. Takuwa nami Paul Ngwilimi pamoja na my colleague Kelvin Michael ambaye atatuunga very soon. Yeah, I hope nasikika. If nasikika vizuri, maybe mtume hizo thumbs up. Okay, asante, nimeona. Okay. So, tumeona tufanye webinar nyingine siku ya leo ikiwa ni dakika za jioni kama Swahili wanavyosema, tukiwa tunaelekea katika siku ya mwisho ya mauzo ya awali ya mfuko wa ziada fund. We launched the fund January tarehe 26, and during this period kulikuwa kuna mambo mengi in terms of the incentives behind the IPO, na pia tulikuwa tuna some other educational webinars ambazo tulifanya kwa ajili ya kuwajuza kuhusiana na the product, kuhusiana na faida ambazo tunapata ukiwekeza kupitia ziada fund na mambo mengine mbalimbali. Sasa kwa kiufupi leo we will talk about tutafanya recap kidogo kuhusiana na the product kwa wale ambao hawakuwepo kwenye zile webinar mbili tulizofanya, na pia kupolish tu uelewa wa mfuko na namna ambavyo unavyofanya kazi, lakini pia tutaongelea kuhusiana na what to expect post IPO, unitization itakuwa inafanyikaje, utaweza kuonaje uwekezaji wako na kuufuatilia, the procedures behind selling orders, the procedures behind insurance claims na mambo kadhaa. Kwa hiyo ni dive moja kwa moja kwenye kufanya the recap. Tuliongelea zaidi kuhusu ziada fund. Kumbe ziada fund ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja ambao umezinduliwa na Africa Pension Fund kama meneja wa mfuko, na huu ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja ulio kuwa licensed na mamlaka masoko ya mitaji na dhamana CMSA Tanzania. Na huu mfuko unatoa faida ya bima ya maisha. So kwa wale ambao hawakuwepo tutaelezea just kiufupi kumbeleni on the basics za bima ya maisha, lakini huu mfuko ni open-ended collective investment scheme, na unawekeza kwenye money market instruments. Kwa hiyo mfuko unawekeza kwenye masoko ya dhamana, kwa hiyo hati fungani za serikali na za makampuni pamoja na amana za mabenki na assets zingine ambazo ni za money markets. Kwa hiyo the aim ya huu mfuko, cha kwanza kabisa ni kufacilitate ulinzi wa mtaji, capital preservation, lakini cha pili ni kufacilitate faida endelevu, stable returns, lakini pia kufacilitate liquidity na accessibility. Tutaona huko mbeleni namna ambavyo hivyo vitu vyote vitatu vinavyokuwa embedded kwenye huu mfuko wa ziada fund.
hizi hapa ni just the basics of why invest in Ziada Fund. Cha kwanza kabisa, initial investment amount, the minimum investment amount ni ndogo, considering the basic ya mifuko ya uwekezaji wa pamoja ni kupunguza costs na barriers for entry, ili wawekezaji wa kila aina ya kipato waweze kupata fursa ya kuwekeza na kupata exposure kwenye masoko ya mitaji. So the initial investment amount ya Ziada Fund ni shilingi 50,000 za Kitanzania, lakini hii ni kwa ajili ya manunuzi ya awali. The initial investment amount, manunuzi ya mara ya kwanza ni shilingi 50,000, but for subsequent purchases, manunuzi yanayofuata baada ya hapo ni kuanzia shilingi 10,000. Lakini pia tunaongelea faida, yani expected annual return. Hii ni faida kwa mwaka ambao mfuko utakuwa ukitoa, na itakuwa na mfuko utatolewa na faida itatolewa kwa njia ya ongezeko la mtaji, yani capital growth, na the expected annual return ambao tuna target kutoa kwa mwaka ni kuanzia 13%, yani 13%. This is our benchmark return, na considering the current interest rate environment, ukiangalia yield za hatifungani za serikali, lakini hata pia coupons za hatifungani za serikali zinashuka, considering the current high demand dynamic ya soko. Tunaona kwamba kuweka benchmark ya kuanzia 13% is a profitable benchmark kwa wawekezaji, especially considering tunawekeza kwenye masoko ambayo yana risk ndogo. Hiyo ni cha pili, lakini cha tatu ni ukwasi, liquidity access. Mwekezaji anaweza kununua kiurahisi na pia anaweza akauza vipande kiurahisi. So mwekezaji akiweka order ya kuuza vipande atapata pesa zake within 3 business days, siku 3 za kazi. Na hii format ni the standard kwa masoko ya mitaji na pia masoko ya fedha Tanzania, kupata settlement within 3 business days. We are striving to improve this settlement pattern, kuhamia kwenye less than 3 business days, but ukiangalia considering kwamba huu ni mfuko ambao unawekeza in more liquid assets, tumeona kwamba pia tufanye settlement, yani kwamba uwezekano wa mtu kupata pesa zake baada ya kuuza vipande iwe pia kiurahisi. Lakini pia cha 4, the last but not least, ni bima ya maisha, faida ya bima ya maisha, kwamba mwekezaji akiwa amewekeza kupitia Ziada Fund anakuwa pia anapata faida ya bima ya maisha. Tutaongelea kwa kina zaidi kuhusu bima ya maisha, I think in the next coming slides. Na utaona why this is one of the integral and most important parts of the value proposition of the fund. Yeah. So kwenye upande wa insurance benefit, cha kwanza kabisa, kama nilivyosema hapo awali, mwekezaji akiwekeza kupitia Ziada Fund anakuwa yuko eligible au anapata access ya kupata life insurance benefit. Na hii life insurance benefit was made possible by the partnership we have with Alliance Life Assurance. Na hivi ndo namna ambavyo the insurance benefit imekuwa structured. So kuna maeneo matatu ambayo hii bima ya maisha inagusa. Cha kwanza kabisa ni kwenye upande wa
wa death, obviously individual life, or kwenye upande wa kufariki au kifo cha mwekezaji. In the event kwamba investor amefariki dunia, the life insurance package kwenye uwekezaji wake itaanza kuwa fulfilled, yani kwamba warithi au wategemezi ambao wamekuwa listed na wawekezaji wataweza kupata benefits from the life insurance package ya mwekezaji pindi atakapo fariki dunia. That's the first yeah. So hiyo ni cha kwanza. Cha pili ni kwenye upande wa total and permanent disability, yani hii ni ulemavu wa kudumu ambao utamsababisha mwekezaji ashindwe kufanya kazi inayomsaidia kupata kipato. So in the event kitu kama hicho kikitokea, pia huyo mwekezaji atakuwa eligible kupata life insurance, na wategemezi wake aliowaidhinisha kipindi wakati ana register wanaweza kupata zile benefit za bima ya maisha. Lakini pia kwenye upande wa funeral benefits, pale ambapo mwekezaji akifiwa na mtoto, kuna a benefit range ambayo imekuwa stipulated. Mwekezaji atapata pindi ambapo amefiwa na mtoto kutokana na kiasi cha mtaji alichowekeza. Kwa hiyo ukiangalia ukiangalia the structure in this table here, let me just zoom it. Yeah, minimum NAV eligibility, yani mtaji wa chini wa kuanzia ili uweze kupata bima ya maisha kupitia Ziada Fund ni mtaji wako ukiwa umeanzia shilingi 250,000 za Kitanzania, 250,000. Lakini pia kuna maximum capital limit, kwa sababu the life insurance benefit ina cover hadi milioni 50. So the maximum NAV limit ya mwekezaji kupata life insurance au kuweza kuchangia life insurance ni shilingi milioni 100. Lakini pia hiyo life insurance inakuwa inalipiwa kama cost ya kiwango cha mfuko ambayo inakuwa in percentage, ambayo yenyewe ni 0.25% kwa mwaka, lakini hii inakuwa inakatwa on a daily basis, yani 0.25 divide by probably 360 days, ukitoa 364 give or take. Yeah. Lakini pia kama nilivyosema, modality ya kulipia premium ya life insurance ninalipiwa on an annual basis kwa mwaka, na ina cover sehemu 3 kama nilivyosema hapo awali: kwenye death, mwekezaji akifariki dunia; kwenye total permanent disability, yani mwekezaji akipata ulemavu wa kudumu; lakini pia funeral benefit for death of a child. Hii ni pale ambapo mwekezaji akifiwa na mtoto. So hiyo the benefit yenyewe inakuwa payable on death or on total permanent disability, kwamba the benefit inaanza kuwa calculated on the day ambapo mwekezaji amefariki, o ambapo amepata incident ya the total permanent disability, na the payout inakuwa the minimum 50% NAV balance at the day of death. Kwa hiyo hadi 50% ya mtaji wake unaweza ukawa payable kama
mojawapo ya faida au benefit ya bima ya maisha. Sorry, excuse me. Lakini pia kwenye upande wa child funeral benefit, tunaona kama nilivyosema kwamba the benefit ipo tiered kutokana na kiwango cha mtaji ambacho mwekezaji ameweka. So mwekezaji akiwa na balance ya kuanzia milioni 5 hadi milioni 9.999, the benefit itakuwa Laki2.5. Milioni 10 to 19.99 million itakuwa Laki3. Milioni 20 mpaka milioni 29.99 itakuwa Laki3.5. Milioni 30 mpaka 49.99 itakuwa milioni 4, so forth kama zilivyoonyeshwa kwenye hii table, mpaka mtaji wa zaidi ya milioni 100, mwekezaji atakuwa viable kupata benefit ya hadi shilingi milioni 1. So hivi ndivyo namna ambavyo upande wa bima ya maisha ilivyokuwa structured na ilivyokuwa linked kwenye mfuko wa ziada. Kwa hiyo mfuko wa ziada haukupi tu mwekezaji stable returns, kwamba utakuwa na faida endelevu ambayo iko stable, lakini pia kama nilivyosema, inakupa chance ya kulinda mtaji wako, because tunawekeza kwenye masoko ambayo yako more or less risk free. Hapo tunaongelea government bonds, obviously grade A corporate bonds na liquid investments in bank deposits. Kwa hiyo the risk is more or less very very low, lakini pia mwekezaji anapata fursa ya kulinda wanufaika wake na watu wanaomtegemea kupitia uwekezaji anaofanya kwenye ziada fund. Sasa hiyo zaidi ipo kwa ajili ya individual investors. Mwekezaji binafsi anaweza akawekeza akapata life insurance benefit, na nilisahau kusema kwamba bima ya maisha mtu anakuwa eligible akiwa kati ya miaka 18 hadi miaka 60. So mtu unaweza akamfungulia mtoto wako account, lakini mtoto wako ataanza kuwa viable kwa ajili ya life insurance pale ambapo atakapofika miaka 18. Lakini pia akaunti ya kikundi pia inaweza ikafunguliwa. The only thing that should be considered ni kwamba the bank details inabidi pia ziwe za kikundi. Lakini pia institutions, taasisi, makampuni yanaweza pia yakabenefit kwenye mfuko wa ziada, although wao hawatokuwa viable kupata the life insurance benefit because they are an entity, not a person. Lakini pia huu mfuko unatoa a unique opportunity kwa taasisi, considering ile faida ambayo tunatoa. Ukiangalia kama nilivyosema, the current interest rate dynamics zimepelekea yields kuwa very low. Demand ya government securities iko juu sana. Kwa hiyo companies and other organizations kuwekeza moja kwa moja kwenye government bonds itapelekea wao kupata more or less faida ambayo iko chini zaidi kuliko wangewekeza sehemu nyingine. Kwa hiyo ziada fund inaingia kati kama kutoa solution ya management ya ukwasi wa makampuni na taasisi, kwa kutoa faida ambayo iko at best market return. Kama nilivyosema, benchmark yetu ni 13% na yenye a very low risk exposure. Kwa hiyo kama nilivyosema, it's a unique opportunity pia kwa ajili ya taasisi kuwekeza. Lakini pia kwenye upande wa tax treatment, income ambao unapata kwenye mfuko wa ziada yenyewe iko exempt from taxes. Haikatwi kodi, haikatwi any type of taxes, especially withholding tax. Kwa hiyo kwa mataasisi, lakini pia hata individuals ambao they are dealing with high volumes, hii inaweza ikawa an efficient way
kwako wewe kutengeneza faida nzuri na faida endelevu. Hapa niongelee kidogo kuhusiana na investment strategy yetu na namna ambavyo tunavyo structure mfuko. Kama nilivyosema hapo awali kwamba the biggest approach ya Ziada Fund ni implement a strategy ambayo iko risk disciplined, ambayo tuna minimize risk lakini pia taking opportunity to maximize returns as much as we can. The priority ni ulinzi wa mtaji, capital preservation, lakini pia kama nilivyosema low risk exposure, lakini ukwasi wa mfuko, yani liquidity access. Kwa hiyo ukiangalia the portfolio yani mfuko tulivyo design, tumedesign in a way ambapo tunawekeza kwenye assets ambazo they are low in risk, lakini pia tunawekeza kwenye assets ambazo they are easily tradable na easily sellable, ili kuhakikisha kwamba mfuko una ukwasi muda wote, kama isifike muda watu labda wanataka kuuza vipande na kutoa pesa zao, alafu tunasema hapana, mfuko hauna pesa, labda tukalimit withdrawals kwa sababu pesa zote zipo kwenye assets. Hapana, tumestructure the fund in a way which is liquid. Kwa hiyo hadi 90% inawekezwa kwenye fixed income securities. Kwa hiyo hizi ni dhamana za mabenki, hati fungani za serikali, dhamana za serikali, hati fungani za serikali, government bonds and corporate bonds pia. Na strategy ambayo itatumika kwenye upande wa fixed income securities ni the constant buying and selling, lakini na kucapture the capital gains. Kwa hiyo kwa hiyo hizi securities sio kwamba tutakuwa tunakaa nazo na kuhold to maturity, tutakuwa tuna buy lakini pia na kusell ili kulock in zile gains ambazo tunaweza kuzipata kwenye secondary market. Lakini hadi 10% tunaweka kwenye call deposits and other liquidity buffers, yani assets which have high liquidity, ambazo zinaweza zikauzika haraka zaidi ili kuhakikisha kwamba mfuko una ukwasi wa kutosha. So up we're talking call deposits and mostly treasury bills as well. Kama nilivyosema kwamba this is a fund ambayo ipo available for all types of people, ufanye biashara, taasisi, mtu binafsi, vikundi, mtoto pia unaweza ukamfungulia account ukawa unamfundisha the basics za namna ya kuweka akiba na kuwekeza, au unaweza ukawa unawekeza kwa niaba yake up until afike age ambapo anaweza akahandle those investment themselves. Kwa hiyo it is an open for all type of fund. Lakini ngoja niongelee tu kiufupi kwenye namna ambavyo mfuko tunavyohakikisha kwamba mfuko uko salama lakini pia uko transparent. Cha kwanza kabisa, mfuko unakuwa regulated, kama nilivyosema, unakuwa regulated na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana yani Capital Markets and Securities Authority, CMSA. Kwa hiyo ukiona mfuko umezinduliwa, mfuko wa uwekezaji wa pamoja umezinduliwa na unaanza kufanya kazi na wawekezaji, all these funds zinakuwa regulated by the Capital Markets and Securities Authority, and Ziada Fund is under hiyo regulatory oversight ya CMSA. Lakini pia kila mfuko inabidi uwe na custodian. Nikisema custodian namaanisha mtunza dhamana wa mfuko. Ukiwekeza kupitia Ziada Fund sio kwamba pesa zako zinakuja APF, hapana. Pesa zote zinakuwa under the custody, like in the name custodian, under the custody of mostly a bank or a trust, but in this case it's a bank, NBC. Na yeye kazi yake kubwa ni kusimama kwa ajili ya maslahi ya wawekezaji.
yeye ndo anahakikisha kwamba fund manager wa mfuko anawekeza kulingana na sera yake ya uwekezaji. Yeye pia ndo anahakikisha kwamba fedha za wawekezaji ziko salama. Kwa hiyo the custodianship is strong, lakini pia ukaguzi, yani audits, we are regularly audited kuhakikisha kwamba bei ya kipande inayokuwa published ina represent the true and fair value ya mfuko mzima, lakini pia tukipublish thamani ya mfuko na performance ya mfuko ni kitu ambacho kimekuwa proved and checked for its transparency. Kwa hiyo the auditors wa Ziada Fund ni RSM auditors. Wao ndo wanahakikisha the transparency na integrity ya mfuko. So this is just a short infographic ya kuelezea namna ambavyo funds za mfuko zinavyokuwa secure. Kwa hiyo hapa tuna regulator, the Capital Markets and Securities Authority, ya kazi yake ni kumonitor na kuregulate. Lakini kuna custodian, yeye kazi yake ni ku safeguard na kulinda mali na yani fedha za mfuko. Lakini pia we have independent auditors, wakaguzi, and all of this has been stipulated in a public document, the trust deed. Kwa hiyo this is how the funds are secure kwenye upande wa na hii structure ipo kwenye mifuko yote ya uwekezaji pamoja. Kwa hiyo tumeona tuweke hii ili kuelimisha tu kwamba mtu akiuliza labda labda nini, labda kwa nini niwekeze kwenu, sio kwamba kampuni inaweza ikafa afu pesa zangu zikapotea au nikakimbia na pesa zangu. This structure inahakikisha kwamba pesa zako ziko salama all the time. Kwa hiyo just quickly kwenye upande wa the uniqueness ya Ziada Fund na kwa nini uwekeze Ziada, yani mifuko iko mingi, kwa nini uwekeze Ziada? Kwa hiyo cha kwanza kabisa, favorable return, faida tunayotoa sasa hivi, especially sasa hivi kulingana na hali ya soko, ni faida ambayo tunaita best market return. A 13% benchmark is up to a 13.5% benchmark is a very favorable return kulingana na the current market dynamics. Lakini pia cha pili, no entry or exit load. Mfuko hauto kukata kiasi chochote kile unapowekeza au unapotoa pesa zako. Mfuko hauto kukata chochote kile. Ukinunua vipande, idadi ya vipande unavyonunua itathaminishwa na bei ya kipande ya hiyo siku. Ukitoa pesa zako, yani kwamba ukiuza vipande, pesa utakayopokea itathaminishwa kulingana na bei ya kipande ya hiyo siku. Hautokata chochote kile from the fund. Lakini pia flexible redemption. Kama nilivyosema, tunataka mfuko uwe una ukwasi. Kwa hiyo tumestructure in a way ya kwamba mtu anaweza akatoa pesa zake aka redeem units na anaweza na akapata units zake akapata pesa yake bila kukatwa, lakini pia ndani ya muda mfupi, yani siku 3 za kazi. So this is basically it nilichokuwa naelezea. Kuna baadhi ya incentives ambazo zimekuwa put in place katika kipindi cha mauzo ya awali, especially the fact kwamba mauzo ya awali yanaisha kesho. Kwa hiyo the time is a bit limited, so unaweza still bado una muda, you have about 24 hours plus jump on this ship. Moja wapo ya incentive ambayo tumeweka, cha kwanza kabisa ni the financing support. Unaweza ukapata mkopo kwa ajili ya kununua vipande vya ziada. Mwanga Hakika Bank anaweza akakupa hadi 70%
ya kiasi ambacho unataka kuwekeza ili uweze kununua vipande. Lakini pia kwenye upande wa bima ya maisha ukiwekeza katika hiki kipindi cha mauzo ya awali unapata hiyo ile asilimia 0.25 premium rate ambayo inakuwa charged kwa ajili ya life insurance inalipiwa na fund manager, yani APF anailipia kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo mtu ukiwekeza katika kipindi cha IPO for the first full year, hiyo 0.25% inakuwa covered na fund manager. Lakini pia kitu kingine cha kuconsider ni kwamba vipande vya ziada fund vinaweza vikatumika kama dhamana kwa ajili ya kukopea. So tumestructure in a way ya kwamba mtu anaweza akapata all the benefits of a bond without buying a bond. Kwa hiyo hizi units za ziada mtu anaweza akakopea from various banks na akapata up to 80% ya thamani ya mtaji wake kama mkopo. Kwa hiyo kuna several ways ambazo tumeweka ili mtu aweze kuwekeza. Kuna msimbo, the USSD code iko live. If you kama hauna smartphone unaweza ukatumia hii USSD code ambayo ni nyota 150 nyota 74 alama ya reli, na ukafuata maelekezo na ukaweza kujisajili na kuanza kuwekeza. Lakini pia the mobile application APF app inapatikana kote Google Play Store na Apple na App Store, na ukajisajili na ukaanza kuwekeza. The web portal pia unaweza ukaingia ukajisajili ukaanza kuwekeza apf.apf.co.tz. Lakini pia unaweza ukatembelea matawi ya mabenki tulioingia ubia nao, na ukapata huduma, yani kwamba ukapata form ya kujaza na kujisajili, lakini pia ukapata maelekezo. Mabenki yao kama CRDB, NMB, NBC, obviously Exim, Mwanga Hakika, Azania Bank na Coop Bank. Lakini pia mawakala wote wa soko la hisa pia unaweza ukapata information kuhusiana na ziada fund. So kwa hiyo kama nilivyosema kwamba mfuko tulizindua siku ya tarehe 26 mwezi wa kwanza, na mauzo ya awali yanafungwa siku ya kesho tarehe 13. Baada ya hapo kutakuwa kuna cool off period ambapo hiki kipindi ndo allocations zitafanyika, recon na mahesabu unitization zitafanyika, alafu siku ya tarehe 23 ndo tutapublish bei ya mfuko kwa mara ya kwanza, na mauzo yanayofuata, manunuzi yanayofuata na mauzo yanayofuata yanaweza yakafanyika. Kwa hiyo katika hiki kipindi mpaka the end of kesho, bei ya kipande bado ni shilingi 100. So you can take the opportunity. The fund is a foolproof investment vehicle kwa ajili ya mtu yeyote ambaye anataka kupata ulinzi wa mtaji, anataka kupata faida endelevu, lakini pia mtu ambaye anataka kupata ulinzi kwa ajili ya wategemezi wake kupitia uwekezaji anaofanya. So you still have time. The time is obviously fleeting na hadi kesho, but bado unaweza kuwekeza kwenye ziada fund katika hiki kipindi cha mauzo ya awali. So kusema hayo, labda nikaribishe just a few questions maybe.
kama unanyoosha tu mkono alafu uta unmute mic na tutakujibu, na utauliza afu tutakujibu. Yes, Magi, karibu. Thank you. Nadhani nimejoin hapo katikati session ikiwa imesha anza, but I wanted to know kwenye registration how long does it take? Kwa sababu nimefungua one of the websites inabidi uingize NIDA number, so kuna verification period to factor in considering kwamba umesema IPO inafungwa kesho. Oh, okay. So ukiregister, sorry, ukiregister confirmation haichukui muda, considering kwamba bado tupo kwenye process za kupata a full KYC na NIDA. Kwa hiyo katika hiki kipindi ukiupload zile identification zako, yani NIDA au voters ID au passport, kuna watu wa back office ambao watatakiwa kufanya recon kwa ajili ya details ulizo zi upload. Kwa hiyo obviously if you try tomorrow morning, hiyo tomorrow morning account yako itakuwa imeshafunguliwa na utaweza kuendelea na process za uwekezaji. So it doesn't take it shouldn't take long. Thank you. Okay. Richard Mbise, karibu. Nilikuwa nauliza kwenye issue ambayo Magi ameuliza na issue ya KYC ambayo nilivyosoma ni kwamba mnafanya verification na compare issue za gain hii kipato changu na investment yenu. Sasa kwa mfano mimi nimefungua kitambo kidogo kifuata mwezi wa pili kwenye tarehe 29 huko. Sasa KYC mpaka leo nasoma pending. Nilikuwa nauliza inakaaje? Alafu pia swali la pili ni kwamba kwa mfano leo nimeenda nimeweka hela, lakini sioni sehemu labda ambapo naweza nikaweka namba ya simu ili nipate confirmation, bali pale wananiambia tu andika jina. Benki zote ambazo, maana nimeweka benki mbili tofauti mara mbili. Ya kwanza sikuambiwa niweke namba, ya pili sijaambiwa niweke namba. Ya kwanza nilipata tu email, lakini ya leo mpaka sasa hivi sijapata email. Kwa hiyo nilikuwa naomba msaada wako hapo. Okay. Sawa Richard, ningependa kwanza ututumie message kwenye WhatsApp majina yako matatu ili tuweze kuconfirm hiyo issue ya KYC. Lakini pia kwenye upande wa malipo I believe nilikuwa nataka kujua labda ulikuwa unalipia kupitia njia gani, because ukilipia kupitia simu kwa mfano itakupeleka moja kwa moja kwenye mobile wallet yako kama unatumia either Airtel, Mixx by Yas, Vodacom au Halopesa. Kwa hiyo moja kwa moja itakupeleka pale na utalipia moja kwa moja kwenye simu yako kwa kuweka your password. Lakini ukilipia kupitia benki okay. Ukilipia kupitia benki nahisi kwa pale juu kwenye application utakuwa umeandikiwa use this number as a reference. Kwa hiyo ukienda kulipia either kabisa kwenye tawi au kupitia your bank app, kuna sehemu utaandika that number kama reference.
Kwa hiyo it will obviously need to be confirmed na the back office kwa ajili ya record, lakini kwa sasa hivi inabidi transaction yako iwe imeandikwa success. Kwa hiyo tutaicheck hiyo and then we will confirm with that. Sasa pia labda ningeomba kuuliza kwenye ishu ya kulipia kuhusu mtandao wa simu, uwaga napita sana kule, lakini kwenye ukijenerate, kwa mfano hapa kuna generate payment hapa, yenyewe inakuwa inasoma tu pending, ila afu kwenye request number inakuonyesha option ya kukopi, account number option ya kukopi, lakini sioni sehemu ambayo naweza nika select labda kulipa kwa benki yangu kawaida au kwa mobile payment. Kwa mfano kwenye uwekezaji aina fulani unaweza ukajikuta kuna sehemu una select sehemu ya kufanya payment, mobile payment au card payment, lakini huku inakuwa yenyewe ukijenerate control number au ukitaka ukianzisha malipo yenyewe inakupa tu ile request number, account number, haikupi afu payment nani inakuwa nasoma pending, then ukiselect labda ile payment ambayo unataka kufanya, still bado unakuwa uoni option ya kuchagua ufanye kwa eza kwa simu, kwa sababu sio muda wote utakuwa na hela cash, muda mwingine una hela kwenye benki, muda Okay, naona kuna haja ya kuwa na a tutorial namna ya kutumia the application, kwa sababu kwenye application ukienda kwenye sehemu ya funds utaona ziada fund, utabonyeza invest now, utawekewa option ya ukiingiza kiasi ambacho unataka kuwekeza. Baada ya hapo itakupeleka moja kwa moja kwenye menu ambayo imeandikwa pay with bank or pay with MNO, yani imeandikwa hapo bank au MNO. Ukiscroll chini kwenye bank kuna bank accounts ambazo zimekuwa listed hapo, ambazo ni mojawapo ya collecting agents zetu. Kwa utakuta hapo NMB, utakuta NBC, utakuta account number ya Coop Bank, ambapo sasa hapo unaweza ukaamua kupay kupitia bank transfer kwenye bank app yako wenyewe. Lakini kwenye MNO, the MNO yenyewe I'm positively sure kwamba ukiingia kwenye MNO unaweza ukachagua mtandao ambao unataka kulipia na ukaingiza namba ya simu na ikakuletea pop-up moja kwa moja namna ya kulipia. So maybe we will have to recheck on that, alafu tutajua. Naona our marketing officer amenyosha mkono, maybe ana some clarifications. Azmina, karibu. Yes, Paul, ni sahihi ulivyosema. Nilitaka tu nimwambie Richard kwamba kama na namba yetu ya WhatsApp anaweza akatutumia screenshot ya anachokiona, alafu tukamguide step by step ya nini cha kufanya, lakini application yenyewe iko very clear and straightforward kama ulivyoongea, na pia kwa sasa hivi akishafanya transaction ataona muamala umekuwa success kwenye transaction history, hata iona pale kwenye dashboard mpaka ambapo IPO itaisha. Na pia nilimsikia akiulizia swala la KYC. Kuna KYC level 2, KYC level 1 na KYC level 2. Mtu akishafungua account KYC level 1 inakuwa tayari iko success, lakini KYC level 2 inakuwa pending mpaka pale ambapo mwekezaji atataka kuja kufanya repurchase. Kwa hiyo kuhusiana na transaction ambayo Richard anataka kuifanya, anaweza akatutumia screenshot kwenye namba yetu ya WhatsApp 0795 888 akatutumia screenshot tukamguide step by step ya nini cha kuweza kufanya. Asante.
Naona Paul amepata changamoto kidogo, hivyo kama kuna maswali mengine tunaweza tukayapokea. Unaweza ukanyoosha tu mkono tukakujibu swali lako. Ndiyo, karibu Yusuf. Alafu akimaliza Yusuf atafata Neema. Asante. Nilikuwa mimi nauliza kwenye kujaza ile profile kuna kitu kinaitwa wet signature. Nilikuwa nauliza hii wet signature ina haja gani wakati tunafanya hiki kila kitu online? Yaani maana yake kama nitakuwa nimeelewa vizuri, wet signature maana yake ni sahihi. Na ni sahihi maana yake utakiwa usign somewhere alafu utume au upload ile sehemu ambao ume sign, kama nitakuwa nimeelewa vizuri. Sasa najiuliza kwamba hii itakuwa na haja gani wakati kila kitu tunafanya online, au sijaelewa vizuri? Asanteni. Okay, asante kwa swali zuri. Ile wet signature inakurahisishia wewe kipindi ambapo unakuja kufanya repurchase. Repurchase ni nini? Pale ambapo unataka uuze vipande vyako ili uweze kupokea cash. Kwa hiyo ukija kufanya repurchase lazima utajaza form ya repurchase kwamba mimi labda Azmina ninataka ni repurchase labda 50,000 kwenye milioni moja yangu ambayo nimeiweka, alafu nitasign pale. Kwa hiyo sisi tunafanya verification, ile signature ambayo imekuwa signed kwenye kutoa hela kwenye ile form ya kurepurchase ndio hiyo signature ambayo ilitumika wakati mwekezaji anafungua account yake kwa mara ya kwanza. So tunafanya hiyo comparison. Kama signatures zina match then it means ndio mwekezaji husika na ndipo ambapo repurchase yako itakubalika. Ndio maana ya kuweka ile wet signature wakati wewe unafanya registration. Okay. Kuna kitu umetaja kwamba kama unafanya repurchase kwa kutumia, umesema kutumia amount ambayo tayari umewekeza, au sija kuelewa vizuri? Yes. Maana nimeingia kwenye hii session, nilikuwa njiani wakati tayari ishaendelea. Labda kuna kitu kilitokea mwanzo ambacho mimi sikupata. Kama waweza ukanipitisha hapo nitashukuru. Okay, so kawaida, kwa mfano kama Paul alitangulia kusema kwamba huu mfuko una ukwasi wa kutosha, kwa maana ya kwamba unaweza ukawekeza muda wowote, vile vile unaweza ukatoa hela zako muda wowote na kuzipata ndani ya siku 3 za kazi. Tunaelewa kwamba hizi ni hela za watu na hatuwezi kuwapangia kwamba waweke hela kwa muda fulani wasitoe. Ndio maana tumeufanya mfuko wetu kuwa na ukwasi wa kutosha, mwekezaji aweze kutoa hela yake pale ambapo anahitaji. Kwa let's say umeinvest milioni 1, tunaelewa kuna shida au kuna changamoto au ukataka tu hela yako just for your personal use, ukataka kutoa a certain amount kwenye ile milioni 1 ambayo umewekeza, hiyo ndio tunaita kufanya repurchase. Kwa hiyo utapata form ya repurchasing, utaweka pale kwa majina yako, account number yako ya ziada. Okay. Okay, naona amekatika kidogo. Nitaendelea kujibu swali lako Yusuf. Kwa hiyo kama alivyokuwa tangulia kusema Azmina, utajaza hiyo form ambayo ni tunaita form repurchase form. Kwa hiyo hapo unakuwa unafanya repurchasing au unakuwa unafanya redeeming ya investment zako au vipande vyako. Kwa hiyo ukishajaza hiyo form utaweka taarifa zako, majina, account number, lakini pia kiasi ambacho unataka ku repurchase. Kama umeweka milioni 1, unaweza ukatoa let's say kiasi kadhaa, let's say shilingi 100,000, unaweza ukatoa milioni 1 yote. Kwa hiyo inakuwa ni wewe tu kutegemeana na kiasi gani ambacho unakuwa unakihitaji kwenye mfuko. Kwa hiyo ukishaweka hiyo order itatufikia na utaisign sasa kutumia hiyo signature ambayo ulitupa hapo awali. Umeona, ukishaisign sisi itatufikia, then tutakuwekea hiyo hela yako ndani ya siku 3 za kazi.
Kwa hiyo ndio maana tunasema kama mfuko huu ni rahisi kutoa na unaweza ukatoa hela yako muda wote. Kwa hiyo wet signature inakuwezesha wewe kuweza ni njia ambayo tutatumia kuverify pale ambapo utatumia form kama njia ya kuuza vipande vyako. Okay. Na fomu hii itakuwa ni online ama ni physical? Okay. Hii form ndio, hii fomu ya kujaza kama nataka kurequest yani hela naijaza online, si ndio? Yes, hii form kuna option mbili. Kuna option ya physical, ipo physical form, lakini pia kuna njia kwamba tunataka kutumia kwa WhatsApp ukaijaza then ukatumia kwa kuiscan. Yes, kwa hiyo ni njia mbili zote zitakubalika. Haya, sawa. Yes. Asante, nimeelewa hapo. Asante sana. Nadhani Neema pia alikuwa na swali. Hello? Hello. Yes, karibu. Asante. Mimi nilikuwa na swali, nilikuwa najaribu kufanya kuinvest kwa kutumia kompyuta ofisini, ila sasa nikaja nikaweka amount, ikafika nikashindwa kuweka. Wakati ule sikuwa na hela kwenye simu, kwa yule muda uliowekwa pale ikawa time imeisha. Kwa hiyo kule ukienda kuangalia unaona tu kwamba kiasi fulani, afu kule inasema pending. Sasa nashindwa kwamba je, nitakaporudi nataka kuweka ile pesa sehemu ambayo itaweza kusema sasa na resume, sioni. Kwa hiyo ndio nilikuwa nataka kufahamishwa hapo. Okay. Sawa. Sasa kama au kufanikiwa kufanya hiyo payment ndani ya muda husika na muda ukawa umeisha, ni vyema kuweka order nyingine, kwa sababu unaruhusiwa kuweka order nyingine muda wowote. Ile ambayo imekaa pending unaweza ukaiacha tu, itakaa pending hivyo, ukaweka order nyingine mpya then ukafanya hiyo payment. Kwa sababu as long as hujafanya payment, hiyo yenye pending itakuwa imekaa tu kwenye history kwamba ushajaribu kufanya hiki lakini hakikuwezekana. Lakini sio mbaya kabaki hapo. Kwa usalama zaidi ni bora kuweka order nyingine then ukalipia sasa ukiwa tayari kulipia. Sawa. Lakini ningeshauri labda kwa hiyo mtu kubaki kwenye history hizo mngefanya system nyingine, kwa sababu kuna system nyingine nimeona inakuwa iko pale pending, lakini siku ukitaka kuja una click kule sehemu ambayo inasema pending, then inakwambia upload labda receipt, una upload then wao wanaona. Kwa hiyo kunakuwa hakuna hizo request nyingi. Okay, sawa. Nadhani ilikuwa pale mwisho kwenye ile request kulikuwa kuna same button labda ambayo sasa nataka kuresume nilipe ile hela. Sawa. Nadhani tutaliangalia hilo jinsi ya kuiboresha hiyo. Nashukuru, asante. Asante. Karibuni, kama kuna mtu mwingine mwenye swali, karibu sana. Naona Gerald umeonyesha mkono, karibu. Yes. Mnanisikia? Yes. Okay, so swali langu ni kwamba kama investor lazima kuwa kuna ID ambayo itanitambulisha mimi kwenu. Hiyo pia imekaaje kwenu? Yes, baada ya kufunga hii IPO tutapewa certificate ama ID yoyote? Okay, sawa. Kwa hiyo kwenye mifuko hii ya pamoja ambacho unapewa statement. Umeona Ukizaji wa aina hii unakuwa unapewa statement ya account yako ambayo inakuwa sasa inakutambulisha, maana yake yenyewe inakuwa inaonyesha details zako kama vile majina, account number, kiasi ambacho umewekeza, uliwekeza lini, ni vipande vingapi unavyo. Kwa hiyo statement inakuwa inaonyesha kila kitu ulichonacho ndani ya muda huo, na statement inakuwa inabadilika kulingana na wewe na jinsi ambavyo uwekezaji wako unazidi kuongezeka. Kwa hiyo uzuri ni kwamba utakuwa na uwezo mwenyewe kuipull mwenyewe kwenye application pale. Kuna sehemu tu naenda unapata statement yako muda wote. Kwa hiyo vyeti na nini na ID kwa gani zamani kwenye uwekezaji wa kipindi cha nyuma kidogo, lakini kwa sasa hivi mifuko pamoja kitu ambacho unakuwa unapewa inakuwa ni statement. Kwa hiyo statement utapewa
kila mmoja atakuwa anatumiwa pia kila mwezi kulingana na uwekezaji ambao anakuwa ameufanya kupitia hizi barua pepe au email ambayo utakuwa umeiweka kipindi unafungua account. Okay. Sawa, Yes. nashukuru, ndio hilo kwa. Asante Pedro. Hello? Hello, karibu. Yes, nilikuwa naomba kuuliza swali ya kwenye mfuko, mfano kama vile tuchukue range kama mlisema labda sema ni 13%. Je, mfuko utakapozidi kukua labda ikafika 15%, hiyo kwa mfano mfuko mlisema labda ni 13%. Je, utakapokuwa ile thamani ya mfuko utakapozidi kukua na sisi huku faida itaongezeka? Yes, sasa kinachotokea ni kwamba faida ambayo inakuwa inatolewa inategemeana na soko na performance ya mfuko au performance ya zile assets ambapo mfuko umewekeza. Kwa hiyo 13%, hii ni 13% tumeweka tu, hiyo ni minimum, lakini ikitokea tumepata faida juu ya hapo kama ni 14%, 15%, basi maana yake hiyo ndio faida ambayo mtaipata nyewe kama wawekezaji. Kwa sababu kama wawekezaji mnavowekeza katika mfuko mnapewa vipande na kila kipande kinaashiria au kina represent mgawanyo katika hizi mali za mfuko. Kwa hiyo mali zitakavyoongezeka na investments zitakavyokuwa kwa haraka, maana yake hata nyewe wawekezaji mtafaidika na hilo. Kwa hiyo kama faida itakuwa ni zaidi ya 13%, maana yake hiyo faida mtarudishiwa nyie kama wawekezaji. Yes. Ni kwamba kuuliza na swali jingine. Yes, apart from mfuko ambao mmeuanzisha, je, mnategemea kwa miaka ya mbeleni kuja kuanzisha product nyingine apart from hii ambayo mlioanzisha kwa kipindi hichi? Na je, mnafikiria kuja kutengeneza mfumo ambao utamsaidia mtu kuweza kufanya maybe transfer ya labda units zake kutoka kwa mtu mmoja kwenda mtu mwingine? Okay, yeah. Kwa hiyo tupo tuna plan za kuanzisha mifuko mingine, sio mmoja. Kwa hiyo huu ni mfuko wa kwanza tu ambao tumeamua kuja nao, lakini tuna mipango ya kuanzisha mifuko mingine ambayo itakuwa inawekeza pia katika dhamana zingine kama vile hisa, kwa sababu mfuko huu hauwekezi katika hisa. Kwa hiyo tuna plan pia ya kuzindua mifuko kama hiyo ambayo itajaribu kutoa option nyingi zaidi kwa wawekezaji, kuwekeza katika hisa za makampuni yaliyopo Tanzania, lakini pia kwa nyingine hisa za makampuni na dhamana zingine ambazo zipo hata nje ya Tanzania. Kwa hiyo ni plan kuja na mifuko mingine zaidi, na tutataarifu kipindi tu ambapo mifuko hiyo itakuwa iko sokoni, iko tayari. Lakini pia umeuliza nadhani swali la pili umeuliza. Okay, nadhani ilikuwa ni kwenye kutransfer hizo units. Kwa hiyo yes, yeah. Kutransfer inawezekana. Kwa hiyo hata kwenye application utakuja kuona baadaye kwamba unaweza ukatransfer units kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Lakini pia utakapokuwa na mifuko zaidi ya mmoja, tayari tumeshaika option kwenye system yetu ya kwamba utakuwa na uwezo wa kuswitch kutoka kwenda kwenye mfuko mmoja kwenda kwenye mfuko mwingine, au kuhamisha vipande vyako kutoka kwenye mfuko mmoja kwenda kwenye mfuko mwingine. Kwa hiyo hivyo ni vitu vyote ambavyo tumeshaviangalia na tumeshaviconsider, na ni features ambazo zitakuwa zinawezekana kabisa kufanyika, ili kumhamishia mtu vipande vyako kutoka kwako kwenda kwake, au hata kubadilisha mfuko au kubadilisha product kati ya zile ambazo tutakuwa tuko nazo kama kampuni. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vitakuwepo. Naomba niulize swali la mwisho. Yes, kwenye mfano joint labda watu ambao wanajiunga labda wawili, labda tuseme ni joint account. Kwenye joint account ni vitu gani vya muhimu ambavyo vitakuwa vinahitajika ili wahusika waweze kuwa qualified kwenye kuweza kuanza kununua vipande kupitia kwenye mfumo wa joint account? Cha muhimu kwenye joint account, ya kwanza lazima muwe na bank account ya pamoja. Kwa hiyo mkifungua joint account hamwezi mkaweka account ya mtu mmoja. Kama ni mke na mume hawezi kaweka labda ya baba peke yake au mama peke yake. Kwa hiyo lazima muwe na account moja ya benki. Kama hamna, ni lazima kwenda kufungua account ya benki ambayo ni ya pamoja, ambayo itakuwa inasoma majina ya wote wawili, na hiyo ndio account ambayo sisi tutahitaji katika kufungua account, ambayo kimsingi lazima itafanana na majina ambayo tutafungua kwenye account yako huko ya ziada. Lakini pia kingine, taarifa zingine ni za kawaida tu. Tutahitaji taarifa za kila mmoja wenu ambazo tungezihitaji kwa kama ungekuwa unafungua peke yako.
taarifa ambazo ni zile zile kama kitambulisho chako, account, address na kadhalika, lakini cha muhimu zaidi ni ile account ya benki, lazima iwe na yenyewe pia ni joint. Yes. Asante. Karibu sana. Yes, Happiness, karibu. Okay, asante. Mimi nilikuwa nataka kuuliza kwenye upande wa hiyo expected annual return ambayo mmesema ni 13%. Sasa swali langu ni pale ambapo kuna mtu nimesikia ameuliza kuhusu repurchase. Ukiwa una repurchase labda umeweka let's say 1,000,000 and ukarepurchase 500,000, hapa ile annual return inakuwepo au ni mpaka ufike mwisho wa mwaka? Hapo sijaelewa. Na yani inaendaje hii 13% ili nione growth yake, labda inaongezeka kila mwezi au baada ya kuwa umeshaweka ni mpaka mwisho wa mwaka ndo utakuja kuikuta hii 13%? Si nimeeleweka swali langu? Yes, hapo umeeleweka. Sasa unajua unavyowekeza kiasi chako let's say 1,000,000, ile faida inaongezeka 13%, inakuwa inaongezeka ni asilimia kwa mwaka, lakini inaongezeka kidogo kidogo kila siku. Kwa hiyo ukija kutoa, hata kama ukitoa shilingi 500,000 tayari itakuwa ina faida ambayo umeipata ndani ya kipindi hiko ambacho umekaa. Kwa hiyo kama mfano kama umeweka 1,000,000 umekaa labda mwaka mmoja, maana yake ni let's say 300,000 labda ni 130,000. Inamaanisha ukitoa ile 500,000, kama ukisema utoe nusu ya mtaji wako, maana yake utatoa nusu ya 1,000,000, 130,000. Maana yake itakuwa ni kama vile 565,000. Kwa hiyo unaweza kutoa 565,000, katoa 510,000, lakini kile unachokuwa kitoa kitakuwa tayari kina faida ambayo imeshapatikana kulingana na iko kiasi na kulingana na muda ambao umekaa. Kama itakuwa ni mwaka mmoja, itakuwa tayari 13% imeshakamilika. Kama itakuwa ni nusu, maana yake itakuwa ni nusu ya 13%. Kama itakuwa ni nusu mwaka au miezi 6. Kwa hiyo unatoa sehemu ya mtaji wako, lakini pia unatoa sehemu ya faida ambayo imeshapatikana katika kipindi hiko. Kwa hiyo sio lazima utoe 1,000,000 yote ndio upate ile faida ambayo imepatikana. Unaweza ukatoa 500,000 ukatoa na faida kidogo ambayo imepatikana, sehemu ya faida pia ukapewa kwenye hiyo 500,000. Kwa hiyo ndio inavyokuwa. Yes. Tamani, mfano kama ni miezi miwili, ina maana nitaona faida kidogo. Sijui kama inawezekana kuona kwa percent kwamba baada ya hii miezi mitatu labda percent imeshafika 3%, labda 2 au 1. Yes, kuna uwezekano wa kuona kwa percent, lakini utakachokitoa wewe, kwa sababu unajua tutakuwa tuna publish bei ya kipande kila siku. Kila siku tutakuwa tuna publish bei ya kipande soko inavyofungwa. Kwa hiyo ile bei ya kipande unayouzia ndo itakufanya ujue sasa ni percent gani ambayo umepata ndani ya kipindi hiko. Kwa hiyo mfano umeanza na bei labda ya shilingi 100, ambapo ndo bei ambayo tunauzia sasa hivi, bei ya chini kabisa katika kipindi hiki cha IPO, umeona. Kwa hiyo let's say baada ya miezi miwili bei ikafika labda 103. Kwa hiyo 103 imeongezeka hapo kwa 3%, umeona. Kwa hiyo utaangalia ile bei ambayo utauzia na ile bei ambayo umenunulia, utapata sasa kiasi cha 1% ambacho imepanda. Au utaangalia kiasi ambacho ulitumia mwanzoni, kama ni 1,000,000, alafu ukaja ukauza baada ya miezi mitatu ukapata shilingi 30,000, inamaanisha hiyo ni 3% ya 1,000,000, maana yake umeshapata 3%. Kwa hiyo baada ya kuuza sasa, kujua kama ni kiasi gani nimeuza au kiasi gani ambacho utakuwa unapata, ndio utaweza sasa kucalculate na kujua kwamba kumbe hii 3% ambayo nipata hapa ni 3%, ambayo yenyewe sasa ukisema ukae kwa mwaka ndio utakuja kutimia 13%. Lakini ukikaa kwa miezi miwili, maana yake haitofika 13%, lakini itakuwa ni proportion, yani kulingana na kipindi ambacho unakuwa umekaa. Kama utakuwa umekaa miezi 6, maana yake utapata ni nusu ya 13%, umeona. Kama itakuwa ni miezi mitatu, maana yake utapata ni robo ya 13%, na kadhalika na kadhalika. Kama ni wiki 2 hivyo hivyo, kama ni wiki 1 hivyo hivyo. Inakuwa iko structured kwa kiasi kwamba iko sawa muda wote, yani kwamba unavokaa wiki 2, unavokaa mwezi, unavokaa miezi mitatu,
unapata asilimia ile ile, lakini kulingana na muda ambao umekaa. Kwa hiyo kama ukikaa sasa mwaka mzima ukatimia, ndio unakuta kama imefika 13% kamili. Ndani sijui kama nimeeleweka. Ya, nimekuelewa. Samani niulize cha mwisho. Na sasa si nimefanya repurchase, nilikuwa na 1,000,000, nimefanya repurchase labda ya 500,000, imebaki 500,000. Sasa from there sinaruhusiwa tena kuendelea kununua vipande. Sasa swali langu linakuja, je, ile 500,000 yangu itaendelea kuhesabu kutoka mwanzo, and then hizi ninazoanzia hapa zitachukua ile return ya toka mwanzo, au itachukua kuanzia hapo nimeanza tena kununua vipande baada ya kuwa repurchase? Okay, itaanza baada ya utakuwa umenunua kipande baada ya kurepurchase, kwa sababu unajua kila hela ambayo unawekeza inaanza sisi tunavyoipokea tunaanza kuiwekeza muda huo ambao umetupa. Kwa hiyo hela ambayo utaweka mapema kwetu au katika mfuko, maana yake itapata faida zaidi kwa sababu imekaa muda mrefu zaidi. Tofauti na hela ambayo utakuwa umeweka labda katikati ya mwaka, umeweka baada ya miezi 6, maana yake ile itaanza kuearn au itaanza kupata faida au kukua katika baada ya kipindi hiko, yani kuanzia kuhesabia siku hiyo ambayo unakuwa umeweka. Kwa hiyo return zitakuwa mbili tofauti, lakini zote zitakuwa zinapata faida, lakini ile ambayo utakuwa umeweka baadaye itaanza kupata faida kuanzia ile siku ambayo utakuwa umeanza kuiwekeza, tofauti na ile ambayo umeweka huko mwanzoni. Okay, asante. Karibu sana. Naona kuna mkono kutoka kwa John. Karibu. Okay, asante. Nina maswali mawili ya kuanzia. Swali la kwanza, tofauti na Dar es Salaam, ni sehemu gani ya Tanzania mna ofisi ambako mna operate kutokea tofauti na Dar es Salaam? Swali la pili, nafikiri ukitaka kulipurchase, sijui kama utanisaisha kama sio kweli, nafikiri process inakuwa initiated online kwenye application, kwenye app yenu. Nataka kujua ni wakati gani inapoingia issue ya yule mtu aliyesema atakutumia form. Nakumbuka kuna mtu fulani amekuuliza ukajibu kwamba kulikuwa njia mbili, aidha kwenda physically ofisini au kutumiwa form ujaze uiskani afu mtumie. Kama una initiate kulipurchase vipande vyako online, ni hatua gani ambapo inaingia unapewa namba kwamba huyu mtu atakutumia form, au hiyo form unaitoa wapi kusudi uiskani umtumie WhatsApp? Nataka kujua utaratibu sahihi utakuwaje. Hayo ndio maswali yangu mawili. Okay. Sasa kwenye kufanya repurchase, nitaanza na swala la mwisho. Kwenye kufanya repurchase, tunaweza kusema njia ziko 3. Hizo njia mbili nilizotaja mwanzoni ni njia ambazo kama hautotumia application. Yaani form ni njia ambayo ni manual. Either umejaza form ambayo iko ofisini kwetu au tumekutumia kwa WhatsApp, umeijaza, umeituma, umeona? Hiyo ni njia ambayo tunatumia kama unataka kufanya ile manually, umeona? Unajaza form and then tunaweka idadi ya vipande ambavyo unataka kuuza, then vipande vinauzwa na inawekwa katika akaunti yako. Lakini kama utatumia njia ya application, maana yake moja kwa moja haitokuhitaji tena wewe kujaza form. Umeona? Kwa sababu utaingia tu moja kwa moja pale kwenye kuuza vipande vyako, utauza vipande vyako na utapokea hiyo hela ndani ya siku 3 za kazi. Kwa hiyo kitakachokuwa kimekulinda pale ni kwamba ile application tayari ina pin yako, ina password yako. Kwa hiyo unavyoingia tu pale tunakuwa tayari tumeshajua kwamba anayefanya hii authorization ni wewe. Na uzuri kwa sababu hiyo hela inaingia katika akaunti yako ya benki, inamaanisha kwamba haiwezi kaingia kwenye akaunti ya benki ya mtu mwingine. Kwa hiyo tayari kunakuwa kuna security feature ambayo iko hapo kwamba tunajua bisa kwamba aliingia katika application ni huyu ambaye mwenye hii pin ambayo ni wewe mwenye account, lakini pia hela ambayo itatoka hapo itaingia kwenye ile account ya benki ambayo uliweka mwanzoni kipindi unafungua account. Umeona? Yes. Kwa hiyo njia ya form ni njia ambayo ni tofauti, kama kwa wale ambao watataka kuuza vipande bila kutumia application. Anataka kujaza form, then hapo sasa ndio itahitajika ajaze form na aweke ile sahihi ili kuweza kujua sasa kwamba huyu ni aliyefanya hii decision ya kuuza vipande ni mtu kweli, ni mtu mwenye hii account ya mfuko wa ziada. Lakini pia swala la kwanza ulouliza ni kwenye ofisi zetu ukiachana Dar es Salaam. Kwa sasa hivi tunapatikana Dar es Salaam, Masaki, lakini bado hakuna ofisi katika mikoa mingine, ila ukitaka kutupata unaweza kutupata kwa sababu siku hizi kila kitu kinaweza kufanyika online. Kwa hiyo tumerahisisha. Unaweza kwenye swala lote ambalo unataka tukusaidie, service yote ukiachana na hii ya mfuko na zingine zote, taarifa zetu, kila kitu unaweza tukafanya kupitia online. Tuna namba zetu za simu, unaweza kupiga simu tukakujibu, tukakusaidia.
tuna website, lakini pia kupitia mitandao ya kijamii tunaweza kuwasiliana, tunaweza kukusaidia. Kama unataka kutumia document au sisi kukutumia taarifa zetu, tunaweza tukakutumia kupitia WhatsApp. Lakini pia kwenye mfuko huu wa ziada specifically kwenye upande wa kutaka kufungua akaunti ya ziada au kununua vipande, tuna mawakala ambao tumepatana nao kama alivyotangulia kusema awali pale Paul, baadhi ya mabenki kama vile CRDB, NMB, Exim na kadhalika, ambapo katika mengi ya mabenki pia huduma hizo zinapatikana katika matawi yao mikoani. Kwa hiyo tumejaribu kuhakikisha kwamba tunamfikia kila mtu, hasa katika huu mfuko wa ziada fund, kwamba hata kwa yule ambaye yuko mkoani anaweza kaenda katika benki ya karibu yake, akafika pale na ukaweza kumsaidia kumfungulia account na kumpa taarifa zaidi kuhusiana na huu mfuko wa ziada. Lakini kwa sasa hivi bado tujawa na ofisi mkoani, lakini ni jambo ambalo tunaendelea kulifanyia kazi ili tuweze kuwa na ofisi pia katika sehemu zingine za Tanzania na tuweze kufikia watu wengi zaidi as much as possible. Kwa hiyo yes, nadhani nitakuwa nimejibu maswali yako. Umejibu maswali yangu, nakushukuru. Labda niulize kitu kingine kidogo tu cha kumalizia. Kuna wakati fulani ulikuwa unajibu ukasema kama watu wamefungua joint inabidi waweke account number ambayo ni joint, na mwanzoni kwenye maelezo yenu hakuna sehemu ambako nilikuwa nimeona hizo instructions wakati tunafungua account. Sasa swali nauliza, kama mtu aliweka joint na akaweka kwenye kufungua aliweka individual account na akitaka kuclaim kulifanya repurchase kwenye application wakati wa kufungua aliweka individual account, hapo itakuwaje? Okay, kama alifungua joint account akaweka account ya individual kwenye kufanya repurchase, lazima tutahitaji alete joint account. Yes, lazima tutahitaji alete joint account kwa sababu hatutoweza kufanya hiyo transfer kwenye account yake binafsi, kwa sababu anavoweka anafungua account ya joint account anaweka taarifa zake yeye na mtu anataka kufungua naye. Umeona, kama atatumia njia ya mara nyingi atatumia njia ya manual kujaza form na kadhalika, manake ataweka taarifa za wote pamoja na sahihi za wote wawili. Umeona, kwa hiyo tutahitaji pia na account ya benki ambayo inafanana majina na ile ya kwenye account. Kwa hiyo kama atakuwa ameweka ile ambayo ni ya individual ambayo sio ya wote wawili, kwenye kufanya sasa repurchase tutahitaji sasa kupata hiyo KYC ambayo itakuwa sasa ni level 2 ili kujihakikisha kwamba tunapata taarifa za hiyo account ya joint ambayo ni sahihi. Kwa hiyo tutaweza kufanya hiyo repurchase mpaka tujihakikishie kwamba hiyo account ni ya joint, then tutaweza sasa ku credit hiyo account na kutoa hiyo hela ambayo utakuwa umeuzia hivyo vipande. Okay, kwa hiyo kwenye application wakati wa repurchase kutakuwepo na option ya kuedit account, ndio? Yes, kwenye application waga kuna sehemu ya kuedit taarifa kadhaa. Yes, kutakuwa kuna option ya kuedit taarifa kadhaa, kama taarifa ambazo ni za msingi kama vile address, kama vile bank account. Kwa hiyo hizo ni option ambazo siku zote zitakuwepo ili kuweza kuhakikisha kwamba inakuwa flexible as much as possible. Ingawa kuna baadhi ya taarifa ambazo unataka kubadilisha, lazima tutakuwa nataka verification, kama kutuma code kwenye namba ya simu unaweza kuverify, then tunabadilisha hiyo account yako ya bank au taarifa zingine. Kwa hiyo itakuwa ni kitu ambacho kinaweza kikafanyika. Asante. Naona mkono kutoka kwa Gales Shaban, karibu. Asante kwa maelezo mazuri sana. Mimi nilipata changamoto kidogo ambayo niligenerate kulipa, sasa nikataka kulipia bank kupitia njia ya benki. Sasa moja kwa moja ikaja reference number ile na vitu vyangu vyote, lakini ikani limit kwamba inabidi ulipie NBC and not CRDB, not NMB, only NBC. Sasa I'm wondering is it now working for other banks, ama sababu nilipata changamoto ikabidi nisafiri to the other district ambayo ina NBC, hapo nikapata huduma, lakini others were not working. Just assurance, are they now working hizo CRDB na zingine? Asante. Okay, naomba kuuliza ilikuwa ni lini? Ilikuwa mwezi wa pili. Okay. Tarehe kama 24 hivi.
Okay, sawa. Kwa sababu kwa sasa hivi benki zote zinafanya kazi. Unavyoingia pale kwenye application, unavyoenda kwenye option ya benki, inakuletea benki, options za benki zote ambazo tunafanya nazo, na unavyo click tu ile benki, moja kwa moja inakupa account ya benki tulionayo ambayo tunaihold katika hiyo benki. Kwa hiyo unaweza sasa wewe kulipia kutokana na account ya benki ulionayo. Kama ukichagua pale NBC, itakupa account namba ya NBC, unaweza kutransfer kwenda NBC. Kama ni CRDB hivyo hivyo, kama ni Mwanga Hakika ni hivyo hivyo. Kwa hiyo kwa sasa hivi inawezekana. Labda kama utakuwa unapata changamoto, unaendelea kupata changamoto, unaweza ukatutumia taarifa zako ili tuweze kuangalia ni jinsi gani ya kukusaidia. Okay, asante. Na swali lingine la mwisho kwangu ni kesho mnafunga hiyo purchase ya kwa muda huu, lakini kwa mfano ninanunua naweka hela hiyo kesho, labda mchana, nitakuwa niko late, maana nilifanya purchase ya kwanza ilikuja kuniambia success, baada ya siku 3 kaniambia success, na kesho mnafunga. Sasa nikanunua kesho, itakuwa affected hiyo kesho ama itakuwaje yani? Asante. Kesho itakuwa hujachelewa, itakuwa affected kesho hiyo hiyo. Yaani unapofanya transfer siku ya kesho, either kupitia benki au kupitia mitandao ya simu, kesho hiyo inatufikia, na kesho hiyo hizo investment tunaziallocate katika account yako. Kwa hiyo utakuwa hujachelewa kabisa, unaweza kufanya muamala kesho. Yes, kwa sababu at the end of the day lazima tufanye reconciliation na kujua kwamba kiasi gani kimeingia na nani ameingiza hela ili tuweze kuziallocate kwenye account. Kwa hiyo unaweza kuwa comfortable enough kufanya huo muamala kesho, na itatufikia na tutaweka katika account yako. Okay, asante sana. Patrick, karibu. Asante. Nafikiri hilo la changiaji aliyepita la baadhi ya nani ya benki kutokukubali kufanya malipo nimelifanya jana tu, wakati najaribu kufanya na CRDB ikakataa. Nilipojaribu kufanya na MBC ikawa imekubali. Kwa hiyo nafikiri bado kuna restriction. Hizi benki zingine hazikubali. Na kwenye kesi yangu ilikuwa ni CRDB. Nafikiri bado haziko active. Ni jana tu nimefanya hii. Okay. Kama ni jana basi ndani unaweza kutumia majina yako au account number ili tuweze kufuatilia kuona changamoto iko wapi. Yes. Kwa hiyo unaweza kutumia kwa WhatsApp, namba yetu ya WhatsApp. Sijui kama utakuwa nayo au nimtajie. Nayo. Nimeikopi sasa hivi mlivyohitaji. Okay. Yeah. Alafu kingine hapo ni kuna baadhi kwenye wakati una create account kuna vitu bado vinaonekana viko pending. Kwa mfano hiyo wet signature, KYC sijui kitu gani zinaonekana ziko pending. Ni lini zitakuwa affected? Okay, asante. Kama alivyotangulia kusema Azmina kwamba kuna KYC za aina mbili, level 1 na level 2. Kwa hiyo kwa sasa hivi tumefanya level 1 ambao tunahitaji taarifa ambazo ni basic ili kuweza kufungulia account, kwa sababu tusingeweza kusanya taarifa zote mpaka kuja kuanza kuinvest, kwa sababu itakuwa inachukua muda na kuweza kuinhibit watu wasiweze kuwekeza. Kwa hiyo tunachukua taarifa ambazo ni za msingi, and then sasa ukitaka kuja kufanya kuuza vipande vyako, sasa hutaweza kuuza bila kumaliza KYC yote au kutoa taarifa zako ambazo ni zote. Sasa hiyo itakuwa ndio level 2. Kwa hiyo kwa sasa hivi bado ziko pending, lakini zikishakaa sawa utaona kabisa ziko success na taarifa zako zote zitakuwa zimekamilika. Lakini pia naona Azmina amenyosha mkono, ambaye ni marketing officer wetu, naomba nimruhusu na yeye kuongezea chochote kwenye hilo. Azmina? Sorry, nina changamoto kidogo ya internet. Nilitaka tu nigusie vitu viwili. Issue ya CRDB, tumepokea malalamiko kutoka kwa wawekezaji mbalimbali kwamba CRDB kwenda CRDB inasumbua. Hivyo tumekuwa tukiwapa account zetu zingine za mabenki mengine, kwa sababu imeonekana kwamba CRDB kwenda CRDB kidogo kuna issue, lakini account zetu zingine zote za benki zinafanya kazi na tuko na CRDB kuangalia shida ni nini.
kwa sababu ni akaunti yao tu peke yao ndio ambayo inasumbua, kwa bado itakuwa ni system. Lakini pia amesema kuhusiana na wet signature. Wet signature ni upande wako wewe kuweza kuiweka, lakini pia kuna maswali ambayo yameulizwa kwenye chat. Nimejaribu kuyajibu, lakini naona mtandao kidogo hauko rafiki, message zangu haziendi. Ningependa kuya address hayo maswali Kevin, ukishamaliza kusikiliza maswali yote. Asante. Asante sana Azmina. Nikiangalia kwenye naona hakuna mtu ambaye amenyosha mkono kwa sasa hivi, kwa hiyo naamini tume exhaust maswali yote au mengi. Kwa hiyo nadhani unaweza ukaendelea tu kukava maswali ambayo yameulizwa kwenye chat. Karibu. Asante. Kulikuwa kuna swali kutoka kwa Nguma, amesema tayari nimeshaanza uwekezaji ila nimejaribu kuomba statement, nimepata kupitia email yangu ila iko empty, hakuna maandishi yoyote. Sasa hivi huwezi kupata statement kwa sababu mfuko bado haujaanza kufanya unitization. Maanake haujaanza kupiga mahesabu units yani kipande ni kiasi gani, hela iliyokusanywa ni shilingi gani. Hivyo ukiomba statement lazima utaikuta iko empty. Lakini baada ya IPO utakuwa unatumiwa statement automatically kila mwezi, lakini hata wewe pia mwekezaji utakuwa una uwezo wa kuidownload statement yako muda wowote kupitia application yako. Swali la pili lilikuwa ni je, namba ambayo tumetoa ni ya WhatsApp peke yake au mtu anaweza akapiga, na je WhatsApp tuko active masaa 24? Tuna namba mbili, tuna namba ya bure ambayo ni 08111234. Hii namba mara nyingi inakuwa ina traffic kubwa sana, hivyo mwekezaji si rahisi akatufikia kwa haraka. Ndiyo maana tuna namba hiyo nyingine ambayo mostly tunaitumia kwa ajili ya WhatsApp, lakini mwekezaji anaweza akapiga pia. Na masaa yetu ya kazi ni Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 2:30 asubuhi mpaka saa 11, na Jumamosi kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 7 mchana. Lakini pia kulikuwa kuna swali lingine la kwamba tumesema kwamba kipande kinaweza kikapanda au kushuka, na je ni mazingira gani ambayo yataifanya bei ya kipande iweze kupungua? Yes, huu ni uwekezaji kama uwekezaji mwingine. Kipande kina kawaida ya kupanda na kushuka kutegemeana na hali ya soko, na sababu mojawapo ambayo inaweza kufanya kipande kikashuka ni kama watu wengi wamefanya repurchasing kwa wakati mmoja. I hope hapo Kevin nimejibu sawa sawa ama nimekosea? Okay, ndani ni clarify tu hapo kidogo then utaendelea. Kwenye upande wa kipande kupanda au kushuka, kwenye mifuko ambayo inawekeza katika dhamana kama vile hisa, ndio mifuko ambayo kipande chake kinaweza kikapanda au kushuka. Kwa hiyo kwa mfuko wetu mara nyingi, kwa sababu tunawekeza katika dhamana ambazo ni low risk au ambazo hazina risk kama vile hati fungani za serikali, mara nyingi bei ya kipande utaona itakuwa inapanda tu taratibu steady, lakini inakuwa sio rahisi kukuta bei ya kipande inashuka. Lakini pia umeongelea kwamba inaweza kikashuka kama watu wengi wakifanya repurchase. Watu wengi wakifanya repurchase, of course inayoshuka ni ile thamani ya zile mali za mfuko. Kwa hiyo ni ile net asset value, yani ule mkubwa wa mfuko ndio unapungua kwa sababu watu wengi wamekuwa wameuza vipande. Lakini ile bei ya kipande watu wanaweza kama wamefanya repurchase au wameuza vipande, lakini bei ya kipande ikabaki pale pale au ikaendelea kuongezeka. Kwa hiyo kama kumjibu tu zaidi ni kwamba bei ya kipande inakuwa inaongezeka taratibu, lakini kwenye upande wa mfuko wetu, kwa sababu ni mfuko ambao unawekeza katika dhamana ambazo ni low risk, haziwekezi katika hisa, ni ngumu sana kukuta kwamba bei ya kipande inakuwa inashuka. Bali utakuta tu either imepanda au imebaki pale pale. Yes. Asante sana Kevin kwa kuclarify. Swali lingine lilikuwa kwa upande wa bima ya maisha, mwekezaji hawezi kunufaika kabla ya kufikisha mtaji wa milioni 5? So bima ya maisha inaanza kumnufaisha mwekezaji kuanzia shilingi 250,000. Hivyo hata yule mwekezaji ambaye amewekeza milioni 5 pia ananufaika na bima ya maisha, na bima ya maisha inamlipa pale ambapo atapata ulemavu wa kudumu au inawalipa warithi wake endapo mwekezaji yule atafariki, na bima ya maisha inalipa mpaka 50% ya kile ulichowekeza.
Lakini pia swali lingine lilikuwa ninaomba kujua Ziada Fund inawekeza kwenye nini ili kupata faida za kuwalipa wawekezaji. Ziada Fund inawekeza kwenye masoko ya fedha na dhamana, yani sehemu kama hati fungani za serikali za muda mrefu na muda mfupi, yani treasury bond na treasury bill, lakini pia hati fungani za makampuni binafsi, call account na fixed deposit. Asante Kevin, nimemaliza. Asante sana Azmina. Okay, naona kuna mtu ameuliza kama anaweza kupata account namba ya NMB aweze kulipa. Kwa hiyo nadhani kwenye hiyo namba ambayo ameituma Azmina ambayo ni 0795888123 ya WhatsApp, unaweza kutuma tu ujumbe pale na tukakutumia account namba zetu zote ambazo tunazo kwa ajili ya kuwekeza katika mfuko wa ziada. Kwa hiyo ya NMB pia itakuwa katikati ya hizo account hapo, ambapo utakuwa unaweza ukafanya muamala wako na kutuma katika hiyo account. Lakini pia hata ukiangalia kwenye social media zetu, mfano Instagram, utaona tumeweka pia hizo account number au tumepost account number zetu zote ambazo unaweza ukatufikia au ukatransfer ukafanya muamala ili uweze kununua vipande vya mfuko wa ziada. Kwa hiyo lakini kwa urahisi pia unaweza kutuma tu hiyo message kupitia WhatsApp na tutakufuadia moja kwa moja list ya account zetu zote, ikiwemo hiyo account ya NMB ambapo unaweza ukafanya muamala na ukaweza kununua vipande vya mfuko wa ziada. Asante sana. Yes, Paul, karibu. Asante. Nilikuwa nimepata changamoto za mtandao kidogo, ila nilirudi na nilisikia baadhi ya maswali. Sasa I believe kwamba tumeshafikia mwisho wa webinar. Ningependa kuwashukuru sana for joining siku ya leo. Tumepewa namba za mawasiliano. Hiyo namba ambayo ipo hapo kwenye chat box, unaweza ukatuma message ukaomba link ya kuadiwa kwenye group letu la WhatsApp APF Investors Community. Huko tunatuma information kila siku kuhusiana na mfuko wa ziada, kuhusiana na APF na huduma tunazotoa, na unaweza ukawa informed, na pia unaweza ukauliza swali na ukajibiwa kiurahisi zaidi kuliko kupiga simu, kwa sababu hiyo group linahudumiwa like every other hour. So lakini pia itakuwa rahisi pia kuku attend kiharaka. Kwa hiyo kwa kusema hayo, ningependa kuwashukuru sana na tuwekeze. We still have 24 hours. Let's make this 24 hours count. Tumeona tumepata all the information tunazozihitaji kuhusu Ziada Fund. Sasa hivi ni muda wa execution. Kwa hiyo karibu sana na ningependa kuwatakia jioni njema.